Jipya. Naweza ngasema kisa wangu ndo ananikia mimi mafumbo. Sijui, lakini kwa sababu mimi ndo niliomba talaka mwenyewe. Kwanza mimi kabla hajanioa alikuwa tayari ashakubaliana na kazi yangu. Kwa sababu mimi kanioa nipo tayari kwenye kazi yangu. Na vile vile mwanaume pia alikuwa ananiektia mimi, yani ni mtu ambaye anaishi na mimi kinafiki. Hata hiyo tumepeana nikacheka. Tumepeana dirishani. Mariam sijawahi kufanya naye kazi. Sijawahi kufanya kazi na nafahamu kazi yake. Yeye hajawahi kuwa tishio kwangu. Ni mdada poa. Ni mdada ni poa, ni mdada yani. Sasa nitatembea na mabosi wangu. Kazi yetu moja kwa moja tu inaonekana tu tunafanya kama vile tunataka mabwana. Mpiga Kigoma labda yupo Ujaulamu. Usije ukashangaa siku ukamkuta yupo kwa Shishimbi. Usije ukashangaa siku utamkuta yupo kwa Kiroboto. Junior. Jipya. Na unique ilitokea kwa sababu mimi tuseme wazazi wangu waliwahi kutenganaga. Kwa kuna upande wa kwa baba na upande wa kwa mama. Kwa upande wa kwa baba alikuwa ananiita Nailat. Kwa mama Leila. Kwa yote nikawa nayatumia kasoro tu shuleni. Ndio ilikuwa limebezi sana Leila tisa mpaka viti vyangu. Nilipokuwa nilipotoka safari yangu ya kuendelea huko ndo nikawa natumia Nay Unique kutokana na jina langu la Nailat. Safari yangu mimi ya kuendelea na kucheza ilianzia na badala ya kurudi South Africa kupitia mapito fulani hivi. Kaona kama vile nimepoteza, ili mradi nirudi kwa kasi ndio nikajikuta nimeingia kwenye hizo harakati mpaka sasa na jina langu linaendelea kutamba. Changamoto ni nyingi sana hasa kwa mimi mtoto wa kike. Ni nyingi kwa sababu kama unavyojua kila Mtanzania usema au kila binadamu ana upeo wake mwenyewe binafsi anaweza akawa nao. Mwingine anaweza akakuona pale una dance akakuchukulia ni kama umeishiwa maisha hivi. Umeelewa Kama vile yani umepoteza, unatafuta mwanaume au umeenda pale yani kudanga ni the way yeye anapokuchukulia, lakini inakuwa wewe mwenyewe moyoni mwako sio hicho ulichofuata. Utakuta unashuka, mtu anakuja anakuuliza unataka shilingi ngapi kale nawe. Bwana mimi mbona unanidharau? Umeelewa? Yaani changamoto ni hizo hasa sana kwa wanaume. Tukirudi pia kwa watoto wa kike wao utakuta labda ikakaa pembeni na kuona pale unakata viuno naona. Yaani dharau. Ndio changamoto kubwa ambazo tunakuwa tunazipitia kwa sababu mtu hataki kukubali kwamba mimi nipo kwenye kutafuta kazi, kipato. Hicho tu. Sijai kuroga eti kisa kufanya kazi. Mimi nafikiri kwamba nataka wafahamu kwamba madensa wenzangu ni kwamba uweledi wako kwenye kazi na utashi wako na usmati wako. Tajiri yani bosi yoyote anaridhika na anahitaji kufanya kazi na wewe. Kwa mimi kinachonisaidia kwamba mimi sometimes ishai kutokea nimeenda kwenye kazi. Yaani bosi tunawasiliana tu kwenye simu, hanijui atujuani zaidi tu tukaongea project ya kazi kwa tukafanya. Kwa mpaka nafika nimekaa pale nikajitambulisha tu mimi ndio tulikuwa tunaongea, hakuni hakujua, yani hakuliekea maanani. Akamtuma mhudumu akaniletea kinywaji. Kwa nimekaa pale, kwa nilikuwa nimekaa na watu wake wa karibu. Kwa mpaka naingia stage watu hawakuwahi kuwaza kama mimi ni dancer. Kabisa. Kutokana na kwanza usmati wako unavyokuweka na uweledi wako kwenye kazi ndio unakufanya kwamba mimi naonekana mchawi. Mimi hapana si mchawi. Kwanza principle yangu mimi kwenye kazi, sijawahi kutoka na mtu, yani sema ni mwajiri wangu. Kwa sababu meneja ni mwajiri wangu mimi. Mimi nilikuwa namuita baba. Kwa nini nilikuwa namuita baba? Kwa sababu nilikuwa ni mtu wangu tu wa karibu, ananipa. Mimi kwanza Kiroboto nimejuana naye ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza tunafanyaga kibao kata Maisha Club. Ndo mara ya kwanza ni kibao kata kipindi hicho naweza tukamzungumzia mwenyewe aloianzisha hii jambo Kivurande. Sawa? Tulikuwa tuna hiyo project iko Maisha Club. Kwa hiyo tulikuwa tuna swala hizo za tarumbeta na kibao kata. Ndo mara yangu ya kwanza kumjua
kiroboto. Na naweza nikasema safari yake ya kupiga tarumbeta ndio ilianziaga hapo. Umeelewa? Kwa hiyo toka hapo ilikopo tukikutana kwenye kazi, ilikuwa tunapiga kila Jumatano. Tukikutana kwenye kazi hivyo. Baba mambo vipi? Fresh. Hivyo yani. Basi kwa hakuwahi kwa mtu wangu. Kwanza nilikuwa ni mtu ambaye ninamheshimu sana. Wangu kwanza naweza kusema haijavunjika, ni mimi mwenyewe tu niliamua kusalenda. Mimi ndio niliomba talaka kwa sababu ni changamoto. Yaani mimi naweza kusema mimi na ndoa yangu au na yale mahusiano yangu ni watu ambao tulipendana sana. Sana tulipendana, tuliheshimiana. Na maana ni mtu ambaye kwanza mimi kabla hajanioa alikuwa tayari ashakubaliana na kazi yangu. Na maana ingekuwa ni mtu ambaye hakuitaka kazi yangu, kusema imechangia ndo kazi yangu kuharibu ndoa. Sababu mimi kanioa nipo tayari kwenye kazi yangu. Kwa sababu changamoto kubwa kwenye ndoa yangu ilikuwa ni familia. Familia ndio ilikuwa ina mambo mengi ambapo tunashindwa kuelewana kitu kidogo. Kwanza yani kabla hata ndoa ilikuwa mambo mengi maneno ya kosi. Umeelewa? Kenda kwenye kazi, mara nimerudi usiku ile, mara naambiwa wanaongea mambo ya ajabu vile. Yaani niseme changamoto kubwa tu ni familia. Sitaki kuiongelea sana kwa sababu unaweza nikaonekana kama nawaongelea kwa vibaya au, lakini changamoto ilionifanya mimi ni give up kwenye ndoa yangu ni familia. Na vile mwanaume pia alikuwa ananiektia mimi, yani sometimes anajifanya yani mimi ananisikiliza, yani uko tofauti na familia yake, kumbe ni wamoja. Kwa hiyo nilipokuja kugundua vile, nikaona haina haja kwa sababu ni mtu ambaye anaishi na mimi kinafiki. Kwa hiyo nilimwambia mimi naomba talaka yangu, akawa ni mzito sana kutoa talaka. Tukakaa muda kidogo, yeye mwenyewe tu alipoona tayari mimi nimedhamiria akaniletea. Talaka hiyo tumepeana, nikacheka. Ya ajabu sana. Tumepeana dirishani. Yaani ukiachana nayo mambo sala kwamba talaka, tulikuwa tayari pembeni, yani kando hivi, ilikuwa ni tayari mambo mengi yametokea, maswala mengi mtaani, maneno yani ya ajabu. Kwanza siwezi kwa kweli kuja. Na mimi nachohitaji tu tubaki tuheshimiane sababu haya maisha. Kuna leo na kesho, huwezi jua nani atakuja kukusaidia baadaye kutokana yeye na mambo yake na mimi na mambo yangu. Kwa tubaki tuheshimiane. Hizo drama za kukaa kuongeleana ovyo ziache. Kumfumania. Nimemfumania kwenye simu, lakini yani ni dhahiri kabisa kwa sababu vitu nilivyovikuta huko ni vikubwa yani. Lakini aliniombaga msamaha mara ya kwanza, nikamsamehe. Lakini kabla tujamsamehe kwamba nilikuwa na hasira kwa sababu hakuna kitu kwenye maisha kama muda. Mimi naheshimu muda kuliko kitu chochote, kwa sababu ninaweza nikawa na mwanaume hana pesa, hana kitu chochote, lakini akanipa mapenzi. Ule muda ambao naupoteza najua niko na mtu ambaye nampenda. Kuliko napokuja kupenda alafu unakuja kunifanyia vitu ambavyo unanipotezea muda. Kiukweli naumia. Kwa hiyo niliamua kwanza, tukaambia bwana niache kwanza hasira zangu zikinisha tutaongea. Basi kaka siku tu nikajikuta na misi, nimsamee mpenzi wangu. Basi kamfuata huko alipo. Yaani tulichochania, yani tulichogombania kwanza hiyo raundi ya kwanza. Siku ambayo ninaenda sasa bwana yaishe hivi tuendelee na maisha yetu. Nachukua tena ile simu na kutetena, yani tayari walishakutana na wakafanya walichofanya. Mtu huyo yani mmoja. Kaona ni mtu ambaye hawezi kubadilika kwa sababu mimi nimefanya vitu vingi sana. Nimepitia mambo mengi, nimefanya vitu vingi. Na kazi yangu pia yani ina changamoto nyingi. Kwa hiyo inafikia tu unatafuta mwanaume, ina maana ushamaliza mambo yako. Umeelewa? Sasa wewe unakuwa ushamaliza mambo yako, unahitaji kukaa na mtu akuliwaze au achane na hizo vitu kabisa. Yule mwanaume ndio kwanza anaanza. Naweza ngasema kisa yangu ndo ananikia mimi mafumbo. Sijui, lakini kwa sababu
Mimi naweza kusema hizo ni status kama status zingine, kwa sababu pia mimi vitu vyangu haoni kwa sasa hivi. Vitu vyangu vyovyote vile havioni. Siwezi jua labda watu wake wa karibu ndio wakae wamfikishie chochote nitachokiweka. Na vile vile asilimia kubwa mimi status zinazoweka mimi status zangu ni za vituko tu. Vituko nimejisikia tu post. Ni status kama status zingine. Wanawake wanaovaa vipini kwanza ni watamu, ni wazuri. Pia ni urembo. Hii tunachukulia kama ni urembo. Basi ninatoa namba tu kwa watu ambao wanahitaji kufanya kazi na mimi. Tufanye kazi. Napatikana kwa namba yangu ya Tigo 0676 024674. Kwa yote atakayependa kufanya kazi na mimi, iwe kwenye bar, iwe music, msanii yoyote ambaye atahitaji kufanya kazi na mimi, Naionic, napatikana. Con el GPR.